Mambo vipi mfuatiliaji wa Ibwasibwasi, mimi naitwa Chris Kashindi na hapa sehemu hii ni sehemu ya habari za ukweli, habari ambazo zinazoendelea. Leo tutawaletea habari za mchini Afrika Kusini hapa tunapoishi, na tunaenda kuletea habari za michezo. Acha kwanza tuanze na habari za michezo. Tunajua leo ni siku moja nzuri sana kwa timu ya DRC. Kwa timu ya DRC Leopard Chui wanaenda kupambana na timu ya Ureno ya Cristiano Ronaldo, yani Chancel Mbemba wanaenda kupambana na Cristiano Ronaldo na Fisto Mayele anapambana na Cristiano Ronaldo. Tunajua kuwa na ninavyoamini kuwa Afrika haiwezi kashindwa. Afrika lazima tuilaze Portugal. Lazima tuilaze Portugal, tumlaze Cristiano Ronaldo, tumuonyeshe kama Waafrika ni wakina nani. Na ninavyojua mimi Waafrika wote wapo nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza tukianza East Africa. East Africa sisi ni watu wa mtu mmoja, kama vile tukienda Tanzania, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, kupeleka na nchi zingine za Afrika, wote tupo pamoja kwa siku ya leo ili tumdondoshe Cristiano Ronaldo. Na hapo bila kusahau, kama nilivyo mention kuwa tutaongelea mpango mzima wa Afrika Kusini wa raia wa kigeni ambao wanaoishi Afrika Kusini, watu wanapitia hali gani? Tukianza na kauli ya Rais President Ramaphosa wa Afrika Kusini, kauli yake ya leo ni tarehe 17 Juni mwaka wa 2026. Tupo Afrika Kusini na tunaenda kuleta habari kidogo ya Afrika Kusini. Wanangu ambao wanaoishi Afrika Kusini na wanaoishi East Africa, tafadhali munifuate kwa umakini sana, kwa sababu Ibwasibwasi ni chombo cha habari cha ukweli. Hapa ndo sehemu ambayo mtakaopata ukweli wa kipi kinaendelea mchini Afrika Kusini, kwa sababu watu ni wengi sana ambao wanaongea. Kuna watu ambao wanafanya ma TikTok, vitu kama hivyo. Ma TikTok wanaongea ni vitu ambavyo wanavyovifikiria, na baadhi ya vitu wanaongea ni vya ukweli, lakini kuna vingine ambavyo inakuwa ni vitu vinatoka akilini mwao, wanafikiria vitu fulani. Sasa Ibwasibwasi ni media na hapa, na hii ndo sehemu nzuri ya wewe kuchota habari za ukweli. Kama kuna ndugu yako ambaye anaishi hapa Afrika Kusini, kwa hiyo nguvu zako zote, nenda kwenye channel ya Ibwasibwasi kwenye YouTube, nenda ukasubscribe pale, utakuwa unapata matukio muda wote, na ukitufollow kwenye Instagram, TikTok na Facebook, basi utakuwa unaona au unajipatia matukio yote, kwa sababu sisi tupo Afrika Kusini na base yetu tupo Indeben. Kwa hiyo habari zote za muda wote utakuwa unazipata. Kwa hiyo tunaanza na habari ya Rais wa Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amereject, yani amekataa ile deadline, zile tarehe za mwisho ambazo zimetolewa na makundi ambayo yanayopinga raia wa kigeni, hasa wa Afrika weusi ambao wanaoishi nchini Afrika Kusini, uwe uko legal wala illegal, kwa sababu wao hawajali hapo. Kwanza tuweke bayana, hawa jamaa hawajali upo illegal wala upo legal, yani hawajali upo na nyaraka wala una nyaraka, kwa sababu wanasema wenyewe hawataki kusikiliza swala ama kitu chochote kutoka kwa serikali, kwa sababu kwa wenyewe inavyoonekana wanasema kuwa hawaitambui serikali, yani wanatambua raia, yani wao kama wao wanajitambua wao. Inaonekana kama wao wakikupatia nyaraka zao ndio zinaonekana za ukweli, tofauti na serikali. Ni serikali ni uongozi ndani ya serikali. Wao hawakubaliani na serikali ya Afrika Kusini, wao wanakubaliana na akili zao na matakwa yao ambao wao wanavyopenda kuvifanya kuhusu raia wa kigeni. Wanawalenga hususani wa bara la Kiafrika wanaotoka Afrika.
Rais Cyril Ramaphosa wa nchi hii reject hiyo deadline, hiyo siku yao ya mwisho ya kusema tarehe 30 Juni ndo wageni wote wanatakiwa waondoke. Wamepingana, rais wa Afrika Kusini amepingana na hiyo kauli na amesema kuwa hiyo kauli haijui tu, akae kwenye makazi yao, na yeyote ambaye anafanya kazi aende kazini kwake akafanye shughuli zake za kila siku, au akaendeshe shughuli zake za kila siku bila tatizo yoyote, na akatoa onyo kwa wa Afrika Kusini, raia wa Afrika Kusini, kuwa wasichukue sheria mikononi mwao, kwa sababu hii ni nchi na nchi ina sheria zake. Kwa hiyo wasijichukulie sheria mkononi. Na habari ya pili inahusu taxi driver, waendesha taxi ambao waendesha, kwenye Kiswahili kama tukienda tizi huko Tanzania ili watuelewe zaidi, waendesha daladala. Waendesha daladala au taxi driver kwa siku ya leo wametoa statement yao kwa serikali ya Afrika Kusini kuwa toka harakati za March and March, hizi harakati za kuanza kufukuza raia wa kigeni ambao wanatoka bara la Afrika, hususan weusi zaidi sana ndo wanaolengwa na kundi hizi za anti-immigrant, kuwa toka maswala au maandamano ya hanzi ya kupinga raia wa kigeni, tayari uchumi wa taxi au pesa ambayo taxi zilikuwa daladala zilikuwa zikiingiza zimepungua, na wateja wanakuwa hawapo, hawaonekani, wateja wamepotea. Yaani daladala haziingizi pesa tena, kwa sababu wengi wao kama vile walivyokadiria kuwa 75%, yani asilimia 75 ni raia wa kigeni ndo wanaoingizia taxi au daladala kuingiza kwenye uchumi wa Afrika Kusini, na kuingizia daladala hicho kipato cha kiwango hicho ni raia wa kigeni, na hususani au ambao wana taxi au daladala ambazo zinazofanya kazi zao kutoka hizi town kwenda mipakani, na hata hizi zinazotoka kwenye village au wanaotoka vijijini huko kuja town, ni zaidi sana ndo wanaofaidi na raia wa kigeni. Sasa wanasema kuwa kipato kile ambacho walikuwa wakikiingiza sio kipato hicho ambacho wanakiingiza kwa sasa. Tayari wamepoteza uteja. Ni kitu kama hicho ndio jinsi wameambia serikali ya Afrika Kusini. Kwa hiyo hichi kitu cha kufukuza raia wa kigeni kimeathiri uchumi, kwanza uchumi wa taxi, au uchumi wa waendesha taxi au waendesha daladala, na uchumi pia wa Afrika Kusini kwa ujumla. Kitu cha jambo la tatu ambalo tunapenda kwenda kuliongelea au pointi ya tatu ni kuhusu raia wa kigeni ambao wanaokaa kwenye Home Affairs. Home Affairs ni idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini. Raia wa Afrika Kusini na hizi kundi ambazo zinapinga raia wa kigeni, anti-immigrant kama March and March, walivyoanza harakati zao na shughuli zao, wakaanza kuingilia watu kwenye mijengoni, makazi yao, na wakaanza kuingilia watu kwenye sehemu zao za kazi ambazo wanavyoendesha shughuli zao. Sasa raia wa kigeni wakiona isiwe tabu wala isiwe shida, hatupendi kupigana, hatupendi kelele, basi tutaenda kwanza kukimbilia kwenye idara ya mambo ya ndani ili tupeleke malalamiko yetu yaende ulimwenguni mzima, watu wote wajue kinachoendelea Afrika Kusini, na labda tunaweza tukapata hata msaada wa protection au ulinzi kutoka kwa serikali ya Afrika Kusini. Sasa watu walivyoenda pale wakaanza kukaa pale,
Ikabidi serikali ya Afrika Kusini iseme kuwa baada ya wiki zilivyopita kama wiki 3 hivi, watu wanalala nje, wanapigwa na baridi, vitu kama hivyo, serikali ya Afrika Kusini ikaja ikasema inabidi watu waondoke. Watu wakasema hatuwezi tukaondoka na hatujui usalama wetu huko mtaani utakuwa namna gani, na kazi zetu zote zimeshachukuliwa, na makazi au sehemu tunazoishi majumbani kwetu kuna watu ambao wanatuingilia. Sasa itakuwaje? Tutaishije hizo nyumba? Kwa sababu nyumba zenyewe ni nyumba ambazo tunapanga. Mtu ambao unampangia, je, atakuitikia? Atakubali? Ikumbukwe kuwa raia wa kigeni ambao waliopo pale kwenye idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini ama Home Affairs sio raia wa Kikongo tu. Pale panapatikana wa Tanzania, panapatikana wa Burundi, pale panapatikana wa Kongo, wa Kongomani, panapatikana wa Burundi, panapatikana wa Tanzania. Sometimes kuna muda wa Ethiopia nao wana wa Somali nao wanafika pale, na hata baadhi kuna Waganda nao wapo pale. Sasa wapo pale kwa sababu ya lengo moja tu, protection au usalama. Kwenye lugha ya Kiswahili wanahitaji usalama wa makazi au sehemu ambazo wanazokaa na sehemu ambazo wanazofanyia kazi, ambazo wanajishughulisha na 1 2 3 ili wapate kitu cha kula, kwa sababu wote ambao walipoenda pale wana nyaraka, wana vitambulisho halali. Sasa wenye inchi, kwa sababu wao hawajali huyu ana kitambulisho halali wala ana kitambulisho halali, wao wanasema nenda kwenu, na wakikuta wanakupiga. Wanafanya mambo ya kinyama ambayo haistahiki kufanywa watu wa Afrika mwenzao, kwa sababu watu wao, ukumbukwe, attack wazungu, hawavamii wazungu wala Wahindi. Hata wa Pakistani ni kwa mbali, kwa sababu lugha yao wanasema wa Pakistani wanafanana na Wahindi na Wahindi ni wa ndugu zao. Ni kitu kama hicho. Watu hao, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanakaa pale Home Affairs kwenye idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini, walikaa pale, alafu UNHCR wakaja wakasema kuwa watu waondoke, warudi kwenye makazi yao au majumbani kwao, sehemu ambazo walikuwa wakiishi, waache namba zao, waorozeshwe, alafu waache namba zao za simu. Watakuwa wanampigia mtu mmoja baada ya mwingine, ili wasikilize kila mtu kitu ambacho anacho au matatizo yake, wala kitu gani ambacho kilimtokea. Kila mtu ajielezee kivyake, sio wajielezee kwa ujumla au kwa kundi. Kuna baadhi ya watu wakaanza kufanya orodha pale, wakaanza kuorozesha watu na kuchukua namba za simu, na kuna baadhi ya watu walio wengi walirudia mtaani. Wachache ambao walioathiriwa zaidi, kwa sababu tujue, ikumbukwe kuwa kuna watu, kitu kikitokea au tatizo likitokea kama hili, kuna baadhi ya watu ambao wanakuaga waathirika zaidi. Kila tatizo linavyotokea kuna kuaga waathirika au kuna kuaga watu ambao wanawaathirika zaidi, na kuna mtu mwingine anaweza akawa ameathirika na kitendo hicho, lakini akaamua kuvunga tu, akajipigilia tu, akaona acha nikomae nalo. Kwa hiyo sio wengi ambao wana huyo moyo wa kusema eti naweza nikakomaa na jambo hili likapita. Kuna wengine ambao wanakuwa wanaona hili jambo acha nilitake forward, nilipeleke mbele zaidi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao waliamua kukaa pale. Watu ni wachache sana, sio watu wengi sana kama kivile watu wanavyoongea, kwa sababu kuna habari nyingi sana zinasemekana. Watu wanaongea, sisi ni waandishi wa habari, sisi ni wanahabari. Kwa hiyo hapa tunakuja kuleta mambo, tunakuja kuleta habari za ukweli na mambo ya ukweli ambayo yanayoendelea kwa muda huu. Kwa hiyo kuna watu ambao waliobaki pale ni watu wachache sana, na watu wachache ambao waliobaki ni wale ambao wameathiriwa zaidi sana, ambao zaidi waliingiliwa kwenye makazi yao.
wakavunjiwa vitu, wakafukuzwa na hawana tena hela ya kwenda kulipa kwenye wenye mijengo au wale wa landlord ambao wanawapangia. Na kuna baadhi ya watu ambao wamevunjiwa saluni zao, sehemu zao za kazi, sehemu ambazo wanatafuta chochote kile cha kuweka mdomoni au wanatafutia watoto pesa za kwenda shuleni au pesa za kuendelea kukaa kwenye nchi hii. Watu ambao wamebaki pale kwa sababu wanataka wapate suluhisho ambayo ni moja toka UNHCR na serikali ya Afrika Kusini ya kusema kuwa wanaweza wakapewa hata chochote, kwa sababu watoke pale waende wakaanze maisha mapya mtaani. Sasa watu wao siku ya jana ilikuwa Monday. Hiyo jana zilikuwa tarehe 16. Tarehe 16 hapo watu walivyosikia ile kesi ya kusema meya aliwapa siku 2, wao wameshatoka pale. Sasa meya alivyowapa hizo siku 2, watu wote wao wameshaondoka pale. Watu wao wakawa na hofu, wakaamua kuondoka kutoka hapa Mo Road kwenye Home Affairs, wizara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini, wakaelekea Sherwood. Sherwood ni sehemu ambayo Wamarekani wa Malawi, raia wa Kimalawi wanapatikana kwa wingi, wanapatikana hapo Sherwood, kwa sababu raia wa Malawi hizi vurugu zilivyoanza wakaanza kufika Michondolo. Michondolo ni vile vijiji vya dipa sana ambao wenye nchi wanakokaa. Wamalawi hao walikuwa wakikaa huko, na wenye nchi walivyoanza kunyanyasika huko, kupigwa na kufanywa mambo mengine isiyo ya kiutu, waliamua waende Sherwood. Sherwood, walivyofika Sherwood wakafanya kama kambi kwa kusubiria basi za kuwapeleka Malawi. Sasa walivyokaa pale, kiwango kilianza kama 2,000 ikapanda 5,000, 5,000, 7,000, 7,000, 10,000 na hivi tupo 12,000 na zaidi. Watu wanaendelea kuongezeka, wanasubiria basi za kurudi kwao. Sio eti wamekaa pale wanasubiria waende wapi au warudishwe mtaani. Wenyewe wanataka warudi makwao. Walipokuwa huko Home Affairs, walipoenda kule hapo jana tarehe 16, walivyofika kule Sherwood wajichange na wale wa Malawi, meya wa Durban au wa Durban akawaona, akawaambia kuwa hapana, nyinyi sio kama wa Malawi. Wa Malawi ni watu wengi wao wameonekana wapo illegal, wanakuja na mapassport, wakifika hapa zina expire. Sasa wanaonekana wapo illegal, na nyinyi mko legal, na zaidi nyinyi sio wahamiaji, nyinyi ni wakimbizi, kwa sababu kuna tofauti, acha tuweke bayana, kati ya mkimbizi na mhamiaji. Mhamiaji ni mtu amehamia, labda pasipoti yake ilipata matatizo ika expire, akaendelea kuishi ndani ya nchi, au ameingia bila nyaraka yoyote ile ambayo inaruhusu yeye akae kwenye nchi. Lakini mkimbizi ni mtu ambaye anakuja kwa sababu nchi yake ina matatizo fulani ya kivita au ya kisiasa, akakimbilia nchi nyingine kwa sababu ya matatizo kibinafsi, labda alipataka matatizo fulani akapewa nyaraka za kuishi kwenye nchi hiyo, anaweza akaendesha shughuli zake zote, kuanzia biashara, kusoma na kufanya kazi, vitu kama hivyo. Wakawaambia nyinyi ni wakimbizi na mpaswi kukaa hapa, muwezi mkakaa hapa, yani ni kama vile maji na mafuta, amwezi mkakaa pamoja. Kwa hiyo inabidi nyinyi murudi sehemu ambako mlikotoka, au murudieni mtaani kama nilivyowaambia, la sivyo tunaweza tukawapeleka Lindela. Sasa wakimbizi hao wakasema kuwa sisi hatuende Lindela, tutarudi sehemu ile ile. Kwa muda huu ambao tunaongea, kuna baadhi ya watu ambazo habari zimeshasambaa kuwa watu hao walipelekwa sehemu nyingine au yani watu wanaongea mambo mengi, lakini watu hao bado wapo pale kwenye idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini, Home Affairs. Wapo pale kwa muda huu wanasubiria msaada wowote ule wa kibinadamu ambao wanaweza wakasaidiwa
kwa sababu warudi majumbani kwao, kwa sababu watu wengi wamepoteza vitu vingi sana, wamepoteza makazi na vitu vingi na hela haipo. Na tunaenda kumalizia na habari za viongozi wanavyoendesha makundi haya ya kupinga raia wa kigeni hususani kutoka barani Afrika. Hawa Ngizo Mchunu kwa siku ya leo tarehe 17 walikuwa Tembisa. Tembisa inapatikana kwenye province ya Gauteng, jimbo la Gauteng huko Johannesburg. Ndio walivyokuwa Ukulweni huko Tembisa, walifanya maandamano makali sana, makubwa sana, na wakaelekea hadi kwenye kituo cha polisi. Walikuwa na malengo mawili tu, la kupinga wahamiaji haramu au raia wa kigeni yeyote yule kutoka barani Afrika, na kupinga crime, yani haya mauaji ambayo yanatoka mara kwa mara Afrika Kusini. Ndo wakaenda kwenye kituo cha polisi kuwasilisha mambo hayo ya kusema wanapinga wahamiaji wote na maduka yao yote yafungwe, waondoke Afrika Kusini. Hawataki wahamiaji, wanataka wabaki wao kwa wao wenyewe wa Afrika Kusini tu, yaani uwe na nyaraka usiwe na nyaraka, wao wajali. Na kwa kwenda kumalizia, kuna Mtanzania moja hivi toka Johannesburg aliwahi kusema kuwa hapa Afrika Kusini awavamie wa Tanzania, awateksi wa Tanzania. Yule jamaa alikuwa ni mongo, kwa sababu kila mtu ana akili zake na kila mtu ana uelewa wake. Kuna mtu anaweza akawa na uelewa mdogo na mwingine akawa na uelewa mwingi, yani upanuzi wa akili ndo namaanisha. Kuna mtu ana akili zake zinaweza zikawa ni ndogo kwa kufikiria, na mwingine akafikiria mapana zaidi sana. Hiyo sio matusi, napenda niweke kila kitu clear kabisa. Yule Mtanzania alitoa kauli ya kusema kuwa hapa Watanzania wa South Africa wanaita Watanzania wajomba na hawana tatizo lolote. Wanasema Watanzania waendelee kukaa hapa Afrika Kusini, kwa hiyo wana matatizo na wageni kutoka nchi zingine. Yule jamaa naona alijidanganya, na huyo jamaa kweli alifanya kwa kuonyesha, kwa kuprove wa Tanzania na wa East Africa. Tukisema sio wa Tanzania, yule alikuwa anapenda prove East Africa mzima, kwa sababu sisi wote tunaongea Kiswahili. Mimi ni Mkongo, lakini sisi wote tunasikia lugha ya Kiswahili. Wa East Africa alikuwa message yake alikuwa anapenda kupeleka kwa Tanzania, lakini mimi niliona sisi wote ni watu wa moja, Mkongo, Burundi, Mkenya, Mtanzania, sisi wote ni watu wa moja kabisa. Yani Mkongo akienda Tanzania ni kwao na Mtanzania akienda Kongo ni kwao. Tunaishi peace and love, sisi ni watu wa moja. Sasa ile message alikuwa anapenda kuambia Watanzania, lakini mimi nilivyochukua in person, nilichukua anaambia sisi wa East Africa, kwa sababu sisi ni familia, sisi ni watu wa moja. Hauwezi kutenganisha hizo nchi, hata pawe nini, haiwezekani. Kwa sababu paliopo Mkongo lazima Mtanzania hawe, Mburundi hawe na Mkenya hawe. Ndio jinsi tunaishiji. Hata nyumba za hapa Afrika Kusini ndio hivyo tunavishigi. Hata mishimishi zetu kazini kwetu, mishimishi ambazo tunapiga, utakuta kuna Mtanzania, kuna Mkongo, kuna Mburundi, kuna Mkenya, kuna Mkongo, hivyo ndio jinsi tunavyoishi. Hiyo haiwezi katenganishwa, sisi ni watu, yani ni damu moja. Sasa alivyosema kuwa Watanzania hawapigwi hapa, hawabaguliwi, vitu kama hivyo, kwa sababu Watanzania walisaidia hifadhi wa South Africa, siwezi nikasema uongo, ni uelewa wake. Kama jinsi tulivyotangulia, kila mtu anakuwa na uelewa wake na kila mtu anakuwa na opinion yake, kwa sababu kila mtu anaelewa mambo kiakili zake kivyake yeye. Kitu nilichogundua, Mungu alisaidia, Mwenyezi Mungu alalagi. Ukweli unapoona fata, ukweli ni ukweli. Ukweli ni kama vile ukweli hauji na lift, ukweli unakuja na escalators. Yani lift inakuwa inadanganya, kwa sababu unaweza ukaenda ukafika kwenye ghorofa la 16.
kwa sekundi tu au dakika moja umeshafika kule, lakini escalator utachukua muda. Pakiwa tatizo la umeme wala kitu chochote kile, nyumba inaungua, watu hawatumiagi lift, wanatumiaga escalator au wanatumiaga steps. Zile steps ndo ukweli ubadilikaji. Jamaa amejileta mwenyewe, Mungu akamsukuma akatoka Johannesburg akaja Debene akajifanya na report pale, labda yeye ni Mtanzania waweze wakamkamata. Alishindwa kuelewa kama wa South Africa wanachukua yoyote, mgeni yoyote yule ambaye yupo South Africa ni halali yao. Yani akiwa Mtanzania akiwa nani, hatuwezi tukaingia. Kuna Watanzania wengi wameumia kwenye tatizo hili, lakini kwa sababu sisi ni media hatuwezi tukaweka kila kitu wazi. Kuna vitu vingine unaona nisiweke wazi kwa sababu ya usalama. Tunaishi kwenye nchi za watu kuna mengi ambayo tunajua hatuwezi tukaweka wazi. Kwa hiyo mimi nachopenda SNS, tutakuwa nao, tafanya jambo lolote chini juu ili ni kuwe na contact na SNS ili tuwe tunaongelea mambo kama haya. Basi jamaa akatoka Johannesburg akaja Debene. Alipofika pale Diakonia Center MCC akakuta watu pale, akaanza kuongea 1 2 3, kutoa kuongea, akaanza kuripoti pale jinsi maisha yalivyo na raia wa kigeni. Yeye akawa amejitoa kama na yeye ni miongoni mwa wale raia wa kigeni ambao hawatakiwi kuishi kwenye nchi hii. Akachukuliwa naye, akakuta polisi wanakuja wanamchukua, wakamkamata, wakambana, wakamuweka kwenye basi hivyo hivyo, wakampeleka naye wakaenda kunani, akafungwa huko, akatoka kwenye beni na hivi yuko Johannesburg. Bahati nzuri jamaa apologize, alikiri kuwa ebane South Africa mambo ni balaa, wanachukua raia yoyote wa kigeni. Kuanzia yule jamaa ambaye alikuwa hapa akakamatwa, yule mbongo na wa East Africa kwa ujumla, napenda mjue kitu kimoja. Hapa hawajali wewe ni raia wa wapi, wanajali South Africa ndio wanapenda. Kwanza hapa pana ubaguzi wa ndani, wenyewe kwa wenyewe. Kabila zingine hazielewani, kabila za hapa ya Wazulu na wengine, kuna zile misunderstanding, wanashindwa kuelewana. Baadhi wamoja wanaoita wenzao wageni na hao wengine. Hapa pana tatizo kubwa sana. Sembuse ni wewe mgeni ambao unatoka nje. Sasa ndio wataconsider, wanashindwa kumconsider Mandela kwa sababu kundi hizi tukiangalia yule viongozi wote hao wanaongoza makundi haya match and match tayari wameshamkana Mandela. Umoja alisemaga eti Mandela hakuna kitu alichokifanya tofauti ya kuuza nchi yao na kuleta wageni, raia wa Kiafrika wa kigeni kwenye nchi hii. Kwa hiyo Mandela sio mtu ambaye wanaweza wakasema ni mkombozi au alisaidia nchi hii. Hapana, yeye aliumiza nchi hii. Wenyewe ndo wanasema hivyo. Sasa ndo atakuconsider wewe ambaye uliompa hifadhi. Wewe uliompa hifadhi watakuconsider wakati kiongozi wao aliyeomba uhuru wa nchi mpaka ikawa hivi. Wanamshambulia, wamtaki, wanamuongelea mambo ambayo sio. Na heshima zote za Mandela wenyewe wanamvulia heshima, wanamvulia heshima Nelson Mandela. Alafu kuna mwingine majuzi kati hao amekuja kusema kuwa kiongozi huo Nelson Mandela, yeye kipindi yeye alivyoingia madarakani akaomba vile vya uhuru ambao wao watambui, yeye ndo alianza kuingiza masuala ya madawa ya kulevya kwenye nchi. Sasa Sembuse anyway Mwafrika mwenza, je, atakubali mtu huyu? Kwa hiyo hapa ndo mwisho. Kwa hiyo mtazamaji au msikilizaji wa Ebwasebwase, kwa sababu Ebwasebwase ina radio, ina TV. Kesho na saa 2 za usiku tutakuwa, kesho saa 2 za usiku, kesho ni Thursday, Alhamisi, tutakuwa na mmoja baada ya viongozi wa raia wa kigeni hapa KwaZulu-Natal, hapo Durban, Afrika Kusini, au mmoja baada ya viongozi wa wakimbizi hapa ambao wapo kule, ambao wanaulala pale Home Affairs kwenye mchakato huu wote mzima.
na anapitia hizi changamoto zote, tutakuwa naye online kupitia radio Ebwasibwasi, sio kwenye TV Ebwasibwasi, kwenye radio Ebwasibwasi. Mimi naitwa Chris Kashindi na hii ni Ebwasibwasi. Endelea kutufuatilia, kufuata matangazo yetu, na hizi ni habari za ukweli za kindani kabisa. Asanteni. Ciao.